Je, unapokea lawama kutoka kwa watu kwamba wewe ni mbahili, wewe ni mchoyo, wewe haupendi kusaidia watu, si ndio? Sasa jibu la swali lako ni hili hapa. Hauwezi kumimina kitu kutoka kwenye ndoo tupu. Narudia tena. Hauwezi kumimina kitu kutoka kwenye ndoo tupu. Jaza ndoo zako zote 5 kwa usahihi na kwa mpangilio, ndipo uweze kumimina kwa watu wengine. Je, ndoo hizo 5 ni zipi? Hapa ndipo somo letu la leo ambapo limejikita. Kwa nitaenda kukutajia ndoo hizi 5 uweze kuzielewa, kisha uweze kuzifanyia kazi ziweze kukupatia matokeo. Ndoo ya kwanza ni maarifa. Ndoo ya pili ni ujuzi. Ndoo ya 3 ni mtandao wa watu, yaani network. Na ndoo ya 4 ni rasilimali. Ndoo ya 5 ni sifa au namna ambavyo watu wanafikiria kuhusu wewe. Ukijaza ndoo hizi 5 kwa usahihi na kwa mpangilio, ndipo utaweza kumimina kwa watu wengine. Kwa kawaida maisha yetu ya kitaaluma huanza kwa kupata maarifa kupitia shule, vyuo na vyanzo vingine mbalimbali. Unapopata maarifa na maarifa hayo ukayatumia kwa vitendo, yanageuka kuwa ujuzi. Ukiwa na maarifa pamoja na ujuzi, basi unaanza kupata thamani kutoka kwa watu wengine. Hivyo mahusiano yako na watu wengine yanaongezeka. Unapokuwa na maarifa, ujuzi pamoja na mahusiano mazuri na watu wengine, basi rasilimali zako zinaongezeka. Unapokuwa na hivyo vyote 4, ndipo unapoenda kujaza ndoo yako ya 5 ambayo ni kujijengea sifa nzuri. Kuna huu mfano wa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 21 aliyefahamika kwa jina la Richard. Richard bana aliahidiwa nafasi kubwa ya kuwa CEO na aliahidiwa pesa nyingi katika kampuni fulani. Lakini tatizo ambalo alikuwa nalo Richard ni kwamba alikuwa hajajaza vya kutosha au kwa usahihi na kwa mpangilio ndoo zake 2 za mwanzo, ambazo ndoo hizo ilikuwa ni maarifa pamoja na ujuzi. Kwa ufupi, Richard hakuwa na maarifa ya kutosha pamoja na ujuzi. Hapo katikati yalikuja yakatokea mabadiliko ya teknolojia. Ndani ya miezi 18 tu baada ya kuwa yametokea mabadiliko yale yaliyoleta mtetemeko ndani ya kampuni ile, Richard alijikuta akifilisika, yani kampuni ilifilisika. Wafanyakazi walianza kukimbia, walianza kuondoka kutoka kwa kampuni ile, lakini pia na migogoro mingi ilitokea ndani ya kampuni na pesa nyingi zilipotea. Kwa hiyo ndo changamoto kubwa ambayo ilitokea baada ya Richard kuwa amepewa nafasi ile ya kuwa CEO. Kwa hiyo kwa kulitambua hili, unaweza ukaona kwamba kuwa na kazi ambayo inakulipa pesa nyingi lakini haikupi maarifa wala ujuzi, ni dhahiri kwamba hiyo kazi ni kazi ambayo inakulipa kidogo sana. Ni vyema ukatambua kwamba kutumia muda wako kutafuta pesa au cheo kutakupatia utajiri wa muda mfupi tu, lakini ukitumia muda wako kutafuta maarifa na ujuzi, utapata utajiri wa kudumu maisha yako yote, kwa sababu utajiri wa kweli upo katika kile ambacho unakijua na unaweza kukifanya. Hakuna mtu ambaye anaweza akaja kuchukua maarifa yako au ujuzi wako ulionao kichwani. Hakuna. Lakini
ukitumia muda kutafuta pesa bila kutafuta maarifa, jua kwamba hizo pesa zinaweza zikapotea muda wowote na ukabaki unahangaika. Kama umeelewa somo hili la leo, niombe uweze kusubscribe hapo kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu zinapokuwa zinatoka.